I said to them, one prayer I pray, Yesu akasema maombi yangu ni ya kwamba nyinyi mnaoamini to be in one. Mkakuwa na umoja. Yesu asifiwe sana. Amen. Jesus told the disciples, Yesu akawaambia wanafunzi, my time has come for me to go. Wakati wangu wa kwenda umefika. And I will leave Holy Spirit. Nitawaachia Roho To Mtakatifu. be your teacher. Awe mwalimu wenu. To be your guide. Awe mkiongozi wenu. Atawafunza. So other words, kwa neno lingine, he was meaning, alikuwa anamaanisha, I am not leaving you alone. Sitawaacha ama sitawaacha peke yenu. You shall not be alone. Hamtakuwa peke yenu. You shall unite with the Holy Spirit of God. Utashikana na Roho Mtakatifu. And through that, na kupita, I will come again. Nitakuja tena. The Bible says, Maandiko yanasema, I shall find you more united. Tawapata mkiwa na umoja zaidi. How many of you are getting the word of God? Ni wangapi wanashika neno la Mungu? He said, when I come back, akasema nikirejea, I shall find you united. Nitawapata mkiwa more than pamoja. I left. Kuliko nilivyowaacha. So you can see Jesus. Kwa hivyo unaweza ona Yesu always wanted unity. Wote alipenda umoja. Jesus preached oneness. Yesu alihubiri umoja. He said love each other. Akasema mpende mwenzako. Love one another. Pendaneni nyinyi. Even if they are not lovable. Hata kama hawapendani. Some people may not be lovable. Watu wengine wanaweza kosa kupendeka. But Jesus is talking about that unity. Lakini Yesu anaongea kuhusu umoja. Wapende. Despite their weaknesses. Haijalishi udhaifu wao. Wapende. Despite whatever they do. Haijalishi wanafanya nini. Amen. So, kwa hivyo, unity in the church, umoja kanisani, is all what we want. Ni kitu ambacho tunahitaji wote. Yes, a pastor may mess. A pastor may mess. Pastor anaweza kosea. We can have so many shakahola pastors. Tunaweza kuwa na mashakahola wengi pastors. And I'm very sorry as I say this. Na ninaomba msamaha kwa kusema hivi. Because it is somehow dividing the gospel. Kwa sababu wanagawanyisha injili. Dividing the body of Christ. Wanagawanyisha mwili wa Kristo. Hallelujah. Amen. But what will we do to them? Tutafanyia nini hao? Will we chase them away? Tutawafukuza. Yes, we can hate them. Tunaweza wachukia. So after you hate them, tukiwachukia, what will happen later? Nini kitaendelea baadaye? You know, even Jesus said, unajua hata Yesu alisema, love your enemy. Penda adui zako. Don't hate your enemy. Usiwachukie adui zako. But also love your enemy. Lakini penda adui zako. Hallelujah. Amen. So this gospel is somehow complicated. Kwa hivyo injili is not easy as you may think. Sio rahisi unavyofikiri. Hallelujah. Amen. You may decide you will hate them. Unaweza amua utawachukia. But also hating them, lakini kwa sababu is also a sin before the Lord. Dhambi kwa. So what are you supposed to do? Kwa hivyo tunafaa kufanya nini? Unite with them. Ni lazima tushirikiane. Love them the way they are. Tuwapende jinsi walivyo. Correct them if possible. Tuwarekebishe ikiwezekana. For the unity of the work of God.